katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunajileta tena mikononi mwako jioni hii njema ya Bwana Mungu. Tunaomba uwezo wako na nguvu zako, mfalme wa utukufu. Tulisikiapo neno lako Bwana Mungu, tunakuomba ya kwamba ukatufungue macho yetu ya ndani, ukafungue na fahamu zetu, ukafungue na mawazo yetu, ukafungue na masikio yetu, ukafungue na akili zetu Bwana, tukalielewe neno lako Bwana, tukaelewe the codes and the principles za kukuishia wewe Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Tunajileta mikononi mwako Bwana, hali tukiendelea kulisikia neno lako mfalme wa ajabu. Lile ulilokusudia likatendeke katika maisha yetu linatendeka katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna aliyefaa kuinuliwa baada ya fundisho hili, anainuliwa katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna aliyehitaji Bwana kupelekwa viwango vingine baada ya fundisho hili, anapelekwa viwango vingine katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna aliyehitaji kupelekwa katika hatua zingine baada ya fundisho hili, anapelekwa katika hatua zingine katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu, tunakualika katika maisha yetu Bwana, ukatokee Bwana, ukatokee na kuni hili Bwana. Tulisikia neno lako, tunahitaji watu kwenye biashara, tuletee watu Bwana. Tunahitaji majina yetu yakajulikane Bwana, yatatutambulishe katika jina la Yesu Kristo. Tunahitaji watu wa muhimu, watu wakatujie. Tunahitaji fedha, tunahitaji mtaji, tunahitaji wateja, tunahitaji nguvu zako Bwana. Tujaze nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Tunahitaji Bwana uweza na mamlaka yako zikatuzingire Bwana. Ulisema kwamba utatuma malaika zako atulinde, mikononi mwao watachukua, tusije tukajikwaa miguu yetu, tusije tukaanguka kibiashara, tusije tukafeli kimaisha, tusije tukaanguka kimaisha, tusije tukapoteza watu wa maana, tusije tukapoteza fedha yetu katika jina la Yesu Kristo. Maana neno lako limesema kwamba Bwana unatupa akili katika mambo yote. Kwa sababu hiyo Bwana, siku ya leo natupa akili, siku ya leo natupa akili, siku ya leo natupa akili, siku ya leo unatupa akili katika jina la Yesu. Neno lako Bwana linasema ya kwamba kila apenda mafundisho upenda maarifa. Na sisi tumependa mafundisho ya neno lako. Neno lako li hai tena lina nguvu, hivyo tulijuapo neno lako tunapata uzima katika jina la Yesu. Tulijuapo neno lako biashara zetu zinapata uzima, pumzi zetu zinapata uhai mpya, tunafanya upya katika jina la Yesu. Maana mtu akiwa ndani yako anafanyika kuwa kiumbe kipya, ya kale yote yanapita, haya yanafanyika kuwa mapya. Bwana, tulisikia neno lako Bwana, biashara zetu zinaumbwa upya, mawazo yetu yanaumbwa upya, fikra zetu zinaumbwa upya, watoto wetu wanaumbwa upya, familia zetu zinaumbwa upya. Hazitakuwa zile za hasara tena, hazitakuwa zile za hasara tena, hazitakuwa zile za hasara tena katika jina la Yesu Kristo. Hatutaona hasara, tutaiona faida. Hatutaona angamio, tutaona kusimama katika jina la Yesu Kristo. Hatutatahayarika Bwana, tumekutegemea ili tusiaibike milele. Kwa sababu hiyo Bwana, utatutegemeza kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, unatutegemeza kwa jina la Yesu Kristo. Tumekutumaini wewe Bwana, hivi hatutaibika, hivi hatutafilisika, hivi hatutakwama, hivi hatutapotea, hivi hatutafeli kimaisha, hivi huduma haziangamii katika jina la Yesu Kristo. Karibu katika kusikiza neno la Mungu, mtumishi wa Bwana. Siku ya leo siku kidogo tumekuwa mbali. I really miss to my people. Tayari kusikiza neno la Mungu siku ya leo. Neno la Mungu nasema neno lake yeye ni taa ya miguu yetu na linatumulikia katika kila njia tunayopita. Kwa hiyo kile utakapokuwa na neno la Mungu, wewe kuna mwangaza wa kukumulikia. Unajua hatuoni ati kwa sababu tuna macho, tunaona kwa sababu kuna mwangaza. Na mwangaza huo, kama watu tuliomtegemea Mungu, mwangaza huo tunaupata kwa neno la Mungu. Haleluya. Mwangaza wote tunaupata katika neno la Mungu. Hatuenendi kwa kuona, tunaenenda kwa imani. Imani huja kwa kusikia, na kusikia kunakotokana na neno la Kristo. Ni mpaka utakapolisikia neno la Mungu, then kwa bidii sasa unajitahidi kutunza
kwa bidii unatunza kuyatenda mapenzi ya Mungu uliyosikia kwenye neno. Na hivyo tumekusanyika tena kumsikia neno la Mungu. Pengine kuna gizo na lipitia katika maisha yako, pengine maisha yako ni magumu, pengine ni ndoa inasumbua, pengine ni watu wanasumbua, pengine ni biashara inasumbua, pengine ni fedha hakuna, pengine ni watu wamepotea. Lakini siku ya leo liko neno la Mungu ambalo tuko tayari kulisikiza jioni hii ya leo. Mungu atusaidie tuendapo kulisikia neno hili, tukapokee kila alichotupangia katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kile ambacho Bwana amekusudia tukapokee katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kile ambacho Bwana amekusudia tukakipokee, tunakipokea katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Ikiwa sasa tunaanza series mpya, tulijifunza series kuhusu njia. Tukaona nini njia, tukaona namna njia ya mwanadamu ilivyo, tukaona Mungu njia yake aliyoleta Kristo, tukaona namna tunaweza tembelea njia ambayo ni Kristo, na tukaona kwa nini tumuite Yesu akatokea kama njia. Lakini sasa tena baada ya kujua kuwa tunatembelea Kristo, tunafaa kujua nguvu ya kufufuka kwa Yesu, ama nguvu katika ufufuo, nguvu ya ufufuo. Hallelujah. Nguvu ya ufufuo, the power of Jesus' resurrection, or rather we say the power of resurrection. We only have one person who died and resurrected, was resurrected. You know, if we say resurrected, not was resurrected, but rather we say died and resurrected. Alisema nitakufa na siku ya tatu nitafufuka. Na yeye ni Bwana tunayemtumikia. Oh, haleluya. Yeye ni Mungu yule, yeye ni Yesu yule tunayemsema habari zake leo hii. Yesu ni yule ambaye tunamsema habari zake leo hii. Yeye aliyekufa na aliyefufuka. Haleluya. Yeye aliyekufa na aliyefufuka. Ndio leo tumekuja tena tuanze series ya nguvu ya ufufuo. Haleluya. Nguvu ya ufufuo. Naishi mkisikia nguvu ya ufufuo, nguvu ya ufufuo, nguvu ya ufufuo. Leo sasa tumekuja hapa tujifunze nguvu ya ufufuo. Haleluya. Sikia, tuanze hali tukiintroduce, kwa sababu huyo ndiye aliyekufa na akafufuka. Vitabu ni vingi tutasoma mtumishi, lakini Ufunuo wa Yohana, the revelation to John, chapter number 1 verse number 18 inasema, no, let's start from verse number 17, the Good News Bible. When I saw him, I fell at his feet as though dead, but he laid his right hand upon me, saying, fear not, I'm the first and the last. Sikia, Yesu aliyekufa akafufuka, yeye ndo wa kwanza tena wa mwisho. Kama ni biashara kuanza, sema mwanzo wa biashara yangu ni wewe na mwisho wa biashara yangu ni wewe. Kama ni watoto kusoma, sema mwanzo wa watoto wangu kusoma ni wewe na mwisho wa watoto wangu kusoma ni wewe. Kama ni kuvuna nafsi, sema kuvuna huku nafsi tunaanza na wewe, na tukisema tunamaliza ni wewe umesema. Kama ni shule unaenda, sema naanza shule na wewe, na kama ni kumaliza ni wewe Bwana umesema. Kama ni watu unataka watu, sema mwanzo wa watu kutokea kwangu ni wewe Bwana umesema. Na kama nitakosa watu, basi ni wewe Bwana umesema. Kama ni kufilisika, ni wewe Bwana unasema. Kama ni huduma, wewe Bwana ndo unaanzisha na haishi mpaka wewe Bwana useme imeisha. Kama ni ndoa, ni wewe Bwana naanza na wewe na haishi mpaka Bwana useme imeisha. Kama ni connections za muhimu, ni wewe Bwana unaanzisha na hazikatiki mpaka wewe Bwana useme, kwa sababu yeye ndiyo mwanzo na mwisho, Alpha na Omega. Hallelujah. Inasema, I'm the first and the last and the living one. I died and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. Niko na funguo za mauti na kuzimu. Haleluya. Ni yeye ako na funguo za mauti na kuzimu. Hii ina maana gani? Kama umeanzisha biashara na ni kama biashara inataka kufa, katika jina la Yesu unasema ya kwamba Yesu ndo mwenye funguo ya mauti na kuzimu. Mauti haina nguvu juu yangu, funguo ina Yesu. Haleluya. Kuzimu haina nguvu juu ya afya yangu, funguo ina Yesu. Haleluya. Mauti haina nguvu juu ya afya yangu, funguo ina Yesu. Haleluya. Haina nguvu juu ya fedha yangu, haina nguvu juu ya watu wangu, haina nguvu juu ya connection zangu za kikazi, za kifedha, za kibiashara, za kihuduma, za kila aina watu nilionao. Yani haina nguvu, mauti haina nguvu ya kuua jina langu, ya kuua sura yangu, ya kuua maneno yangu, ya kuua biashara yangu, ya kuua kazi yangu, ya kuua watu wangu.
unatamka mwenyewe kwa quote neno la Mungu. Neno la Mungu ni hai, tena lina nguvu, tena linachoma, tena lina makali kuliko upanga wote ukatao kuwili, hata kuweza kugawanya nafsi na roho na mafuta na viungo vilivyo ndani yake. Neno la Mungu ni hai. Yeye alikufa tena akafufuka, alikufa tena akafufuka, na anazo funguo katika jina la Yesu. Kama vimekufa unasema anazo funguo, leo vinafufuka katika jina. Kama ni afya ilikuwa haijatendema, katika jina la Yesu tumejua Kristo ndo mwenye funguo. Kristo ndo mwenye funguo, katika jina la Yesu vinafufuka. Kila kilichokufa, kama ni wakati mwingine ni majira yanauliwa, like ukitajwa mahali wewe hata ni kama watu wakujui, ukipita mahali yule ni nani yule, ile nani, watu unajaribu kujitambulisha, mimi ni yule, nilifanya kazi fulani, mimi ni yule, nafanya kazi mahali fulani, natafuta kazi. Kumbe karatasi zako, jina lako, uso wako ulikufa zamani. Tunaita katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, kwa mafunguo za mauti na kuzimu zina Bwana. Kila kilichokufa kwenye maisha yako kinafufuka katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. So today it's part 1, right? It's part 1. It's part 1 ya fundisho letu, the power of resurrection. Hallelujah. The power of resurrection. From our poster, we had the main text theme, and that is Colossians chapter number 2. Yeah, Colossians chapter number 2 verse 9. Yeah, na tutasoma hapo. Tuko verse 9 tunaanza 13. Yeah, tunaanza verse 13. Yeah, let's start from verse 13. Na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili yenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yote. Tumeona kutoka Ufunuo wa Yohana kwamba yeye alikufa na akafufuka. Lakini sisi tulipokuwa tumekufa kwa sababu ya makosa yetu, yeye alipokufa alitufufua pamoja naye. Hii ina maana gani? Kwamba kama ulikuwa umekufa kwa sababu ya dhambi, kama ni jina lilikuwa limekufa, Yesu alipofuka akafufuka nalo. Alipokufa alifufuka nalo. Yeye alifufuka nalo. Biashara yako ilifufuka na Kristo. Kwa hiyo ni macho tu yamezibwa huoni. Biashara yako ilifufuliwa zamani na Kristo. Biashara yako ilifufuliwa zamani na Kristo. Watu wako walifufuliwa zamani na Kristo. Jina lako lilifufuliwa zamani. Ni wewe mtumishi huoni. Ni wewe huoni. Neno la Bwana linasema nasi tulipokuwa tumekwisha kufa zamani kwa sababu ya makosa yetu, Kristo alipokufa akatufufua upya, akatufanya hai pamoja naye. Yeye mwenyewe alikuwa amekufa kwa sababu alikufa na akanyang'anya funguo za mauti na kuzimu. Alipofufuka akafufuka na kila cha kwetu kilichokuwa kimekufa. Alifufuka na kila cha kwetu, akiisha kuifuta ile hali iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake. Kumaanisha sisi tulifaa kushtakiwa. Tulikuwa tumeshtakiwa kwa sababu ya makosa yetu. Tulikuwa tumeshtakiwa kwa sababu ya dhambi zetu. Tulikuwa tumeshtakiwa kwa sababu ya jamii tunazotoka. Tulikuwa tumeshtakiwa kwa sababu ya makosa tulio. Lakini Yesu alipofufuka, ufufuo kaleta nguvu ya kufufua kila cha kwetu, nguvu ya kufufua majina yetu, tena nguvu ya kutuondolea kila hukumu. Neno la Bwana linasema kwa sababu hiyo hatuna tena hukumu ya adhabu. Alipofufuka akatuondolea hukumu, kila hukumu ya adhabu ambayo ilikuwa imepandwa kwenye maisha yetu. Bwana alipofufuka akatuondolea. Alipokufa akatuondolea. Akatuondolea kila hukumu ya adhabu. Bwana akatuondolea. Alituondolea kila hukumu ya adhabu. Alikufa akatuondolea. Tutaona nguvu iliyo. Sasa tunaangalia nguvu iliyomo ndani ya ufufuo. Lakini before it, let's do the introduction of everything. Yeah, so that we start flowing in the mighty name of Jesus. Let the spirit of revelation flow in the mighty name of Jesus. Yeah, alipofufuka akatuondolea ile hukumu ya adhabu. So kuulizwa popote in that part 1, while we are doing the introduction, umejifunza nini? Kwamba yeye alikufa na akafufuka. Na alipofufuka, kitu cha kwanza ufufuo ulifanya ni kumnyang'anya shetani funguo za kuzimu na mamlaka. Baada ya kuzivua enzi na mamlaka, na kumharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya kuzimu,
akamharibu na pepo zake na malaika zake katika jina la Yesu. Kila kinachosumbua kwenye maisha yako kimeharibiwa. Kwa nini? Alitufutia hati iliyoandikwa kutushtaki, hati iliyoandikwa kutushtaki, the certificate that had approved our sue. Yeah, that certificate which proved that we are supposed to be sued, that we are supposed to be jailed in those sicknesses, that we are supposed to be taken to those bondages, that in business we shall never cross such a line, in careers we shall never cross such a line, in marriages we shall not cross such years, in living we shall not be in good health, for our children they shall not be in good brains, in the mighty name of Jesus. It has come to our attention from Colossians 2 chapter 14 that when Jesus rose from the dead, he came out and rubbed off everything that was written as a punishment to us. Kuna laana za kifamilia, hicho pia ni kifo. Kuna laana za kifamilia zimekamata akili, zimekamata nguvu ya mkono, zimekamata nguvu ya miguu, zimekamata nguvu ya viuno. Unasema kwetu sisi hakuna uzao wa watoto wanaume. Si ati hakuna uzao wa watoto wanaume, uzao wa watoto wanaume uko. Ni watu wamekosa kuelewa nguvu ya ufufuo. Haleluya. Ufufuo, Yesu alipofufuka alitoka alitoka na nguvu, akamnyang'anya yule aliyekuwa na nguvu za mauti, aliyekuwa na nguvu za mauti, alimharibu na akamnyang'anya funguo. Tena akafuta hati, pengine hati ya jamii yenu. Watu wanakufa na kansa, watu wanakufa na ukimwi, watu wanakufa na kichwa kuuma, watu wanakufa na ugonjwa wa ini, watu wanakufa na ugonjwa wa mikono, watu wanakufa na ugonjwa wa macho, watu wanatatizika na masikio yao, watu wanatatizika na miguu yao, watu wanatatizika na vichwa vyao. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Kwa sababu hiyo ndani ya Kristo anasema tunaweza kuwa wajanja kama nyoka, tena tuwe wapole kama hua, tena tuwe wajasiri kama simba, tena tunaweza paa juu kama tai. Kiumbe kipya maana yake nini? Ni kitu kingine kabisa, si cha kitambo kilichorekebishwa, ni kitu tofauti kabisa, kinaweza kuwa tofauti. Kwa sababu hiyo ndani ya Kristo Yesu alipofufuka, sisi tulifanywa viumbe vipya. Kwa kumwamini Kristo tunafanyika kuwa viumbe vipya. Ni mimi yule mliyeniona jana, lakini leo katika jina la Yesu leo nimebadilishwa. Nilikufa na nikafufuliwa pamoja naye. Wakolosai 2:13 inasema, na tulipokuwa tumekufa kwa sababu ya makosa yetu na kutotahiriwa kwa miili yetu, alitufanya hai pamoja naye. Na anasema ndani yake tumefanyika kwa kiumbe kipya, yote yamepita, tazama amekuwa mapya. Kwa sababu hiyo nimefanyika kwa kiumbe kipya. Ni mimi yule mliokuwa mnaniona nikisimama baraste bila kazi ya kufanya, nikivuta sigara, nikichana jaba, nikiongea kila maneno mabaya, nikitusi wengine. Ni mimi mliokuwa mmezoea mkiniona nikizini. Ni mimi yule, lakini kwa sababu sasa niko ndani ya Kristo, nilikufa pamoja naye kwa sababu ya makosa yangu na nikafufuliwa pamoja naye. Na kila hati iliyokuwa imeandikwa, ya kushtakiwa kwangu, ya kushtumiwa kwangu, ya kushtakiwa kwangu, ya kwa adhabu yangu. Neno la Bwana linasema, na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Kwa kupigwa kwake tumepona, kwa kufa kwake tumepata ukombozi. Dhambi ilikuwa imefanya Adamu na Hawa wasimuone Mungu, lakini Mungu dhambi ilikuwa imefanya Adamu na Hawa wawe uchi mbele za Mungu, lakini Mungu alipotokea akakata mnyama akawatengenezea mavazi. Hivyo ndivyo Yesu alipokuja akafanya. Alikufa kwa damu yake, biashara zilizokuwa zimekufa zinafufuliwa tena. Watu waliokuwa wametupotea wanarudi tena, watu waliokuwa wameangamia wanarudishwa tena, akili tulizokuwa tumepoteza zinarudi tena katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo iko nguvu katika ufufuo, na nguvu mojawapo ni hii ya kufuta hati zote
za kutushtaki. Jamii zetu zinatushtaki, watu wetu wanatushtaki, ndugu zetu wanatushtaki kwamba kwa sababu nyinyi ni damu yetu, wewe ni damu yetu, wewe ni Mmongo yule tu, wewe ni Mmatwa yule tu, wewe ni Mwari yule tu, wewe mbona ni Mswahili tunayemjua? Si ulisoma hapa wewe, tunakujua. Si ulisoma St. George's wewe, tunakujua. Si ulitoka St. George's ulisoma social wewe, tunakujua. Si ulisoma Wesa wewe, tunakujua. Si ulisoma Geo Seminary School wewe, tunakujua. Si ulisoma Catholic School, tunakujua. Ndio, ni mimi yule. Lakini kwa sababu nina ufahamu leo ya kwamba Yesu alipogomelewa misumari, alipozikwa, alitoka na funguo za kuzimu na mamlaka. Kwa sababu hiyo kila hati niliyoandikiwa ya akakunionyesha, kwa every boy that comes out of St. George's Secondary School shall not cross this line, I'm crossing it in the name of Jesus. Hiyo hati ilitolewa, ilifutwa, nilifufuliwa pamoja naye. Mimi ni kiumbe kipya, sio yule wa zamani. Mimi ni kiumbe kipya, sio Franco yule wa zamani. Mimi ni kiumbe kipya, sio Rimba yule wa zamani. Mimi ni kiumbe kipya, nimefanyika kuwa upya kabisa ndani ya Kristo. Sisi tumekuwa viumbe vipya. Kwenye biashara tunaweza kupaa juu kabisa kama tai, kwenye ndoa tunaweza kupaa juu kabisa kama tai. Watu wakiangalia hivyo wasema ama kweli Bwana ametenda. Sisi ndio ile nyumba tulizojengwa juu ya vinara, hatuwezi sitirika. Sisi ndio ile minara, sisi ndio ile zile nyumba zilizojengwa juu ya miamba. Dhoruba zipige, pepo zivume, watu waseme majuu, watu wapike majungu, watu watuseme vibaya, katika jina la Yesu kila hati ya makosa iligongelewa misumari. Kwa sababu hiyo hakuna silaha itakayoinuka juu yetu itakayofaulu, kwa sababu Yesu alitufia pale msalabani na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa sababu hiyo hakuna ugonjwa utakaosumbua, kwa sababu hiyo hakuna mateso yatakayosumbua, kwa sababu hiyo hakuna umaskini utakaosumbua, kwa sababu hiyo hakuna kifo cha kiroho kitakachosumbua, katika jina la Yesu Kristo. Tumetatizika watumishi kwa sababu hatujaelewa nguvu iliyo ndani ya ufufuo. Wakolosai 2:13 neno la Bwana linasema ya kwamba mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa miili yenu, aliwafanya nyinyi kuwa. It is unconditional. It is unconditional. He died for us. We were not worth to receive the grace we are receiving. We are not worth to receive the life we are receiving. We are not worth to receive the riches we are supposed to receive. But Jesus died for us. In the mighty name of Jesus, I declare and declare that wherever you are listening to this voice, the Lord is changing your life in the mighty name of Jesus. Yesu anabadilisha maisha yako. Yesu anabadilisha ujana wako. Yesu anabadilisha umama wako. Yesu anabadilisha ubaba wako. Yesu anabadilisha watu wako. Yesu anabadilisha biashara yako. Haitakuwa ya hasara tena, haitakuwa ya huzuni tena, haitakuwa ya kuangamia tena, haitakuwa ya kutatizika tena. Wewe ni wa faida, wewe si wa hasara. Kila hati ya mashtaka tulioandikiwa zamani, kama kuna hati, sema kama kuna hati ya mashtaka ya magonjwa kwenye ukoo wetu, kama kuna hati ya mashtaka ya umaskini kwenye ukoo wetu, kama kuna hati ya mashtaka ya udada head kwenye maisha kwenye ukoo wetu, kama kuna hati ya mashtaka ya kutoaminika kwenye familia yetu, ya kutofanikiwa kibiashara, ya kutofanikiwa kimaisha, ya kufeli, kama kuna hati ya kufeli kimaisha, katika jina la Yesu nimejua leo hii ya kwamba Bwana alifufuka, na alipofufuka hizo hati alizifuta. Ufufuo wake ulileta kufuta kwa hizo hati, na tukafanyika kuwa viumbe vipya. Kwa sababu hiyo mimi ni kiumbe kipya, sizuiliwi popote. Kuwe kuna mvua nitapaa juu kama tai, kuwe kuna jua nitapaa juu kama tai, kuwe kuna mawingu, kuna upepo mkali, mimi napaa juu kama tai, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, mtumishi wa Bwana. Haleluya, haleluya. Hiyo ndio nguvu ufufuo ulileta. Amen. Hiyo nguvu ufufuo ulileta. Haleluya. Mstari wa 15, akisha kuzivua enzi na mamlaka. This is our main text. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya
akachukua mkogo kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba huo. Kumbe Yesu alipokuwa anafia pale msalabani, kumbe Yesu alipokuwa anakufa pale msalabani, hakufa tu for the sake of kufa. Alikufa akizivua enzi na mamlaka za yule mwovu. Kama kuna kufilisika kibiashara, alikufa pale msalabani akazivua enzi za mamlaka. Kuna ule wimbo unasema alinitafuta Kalvari, yakanitua na mizigo. Kwa sababu hiyo Kalvari, alitutafuta Kalvari. Yesu alitutafuta Kalvari, alizivua enzi na mamlaka. Umaskini ulikuwa umekithiri, Yesu alizivua enzi na mamlaka. Mtumishi wa Bwana sikia, alizivua enzi na mamlaka. Umaskini ulikuwa umekithiri, alizivua enzi na mamlaka. Alipokufa, alipofufuka. Ndio maana alipofufuka ndio makovu yalikuwa. Makovu ni ishara tu ya kwamba tulipita. Bado mnatukumbuka ni sisi, ndio maana sura hazijageuka. Ni sisi tuliokuwa tunakunywa. Ni sisi tulipokuwa tunatukana. Ni sisi tulipokuwa tunakula sadaka. Ni sisi tulipokuwa tunasumbua wachungaji. Ni sisi tulipokuwa tunakwepa madarasa ya Sunday school. Ni sisi, lakini Bwana ametubadilisha. Bwana ametutengeneza kwa kufa kwake na kufufuka. Bwana alitufufua sisi kama wapya. Maana alizivua enzi na mamlaka. Umaskini kumbe ulivuliwa enzi na mamlaka. Kansa ilivuliwa enzi na mamlaka. HIV ilivuliwa enzi na mamlaka. Kila tabia isiyofaa ilivuliwa enzi na mamlaka. Kila ovu ibilisi apandalo lilivuliwa enzi na mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Kansa ilivuliwa enzi na mamlaka. Ukimwi ulivuliwa enzi na mamlaka. Malaria za kichwa zilivuliwa enzi na mamlaka. Kila umaskini ulivuliwa enzi na mamlaka. Hasara kwenye biashara ilivuliwa. Mtumishi wa Bwana sikia, hasara kwenye biashara zilivuliwa enzi na mamlaka. Tunateseka kwa sababu ufahamu hatuna. Haitoshi kulijua neno, inatosha kama uko na neno na ufahamu kuhusu neno unalo. Haitoshi kujua tu kuna Yesu. Yesu najua anaweza fanya mpaka wapi. Neno la Mungu ni silaha. Neno la Mungu umefananishwa na upanga. Tena utwaeni upanga hilo neno la Mungu. Lakini makali ni ule ufahamu ulionao kuhusu neno la Mungu. Tunajua Bwana ni mchungaji wetu, hatutapungukiwa. Alitufia pale msalabani. Hivi alifufuka siku ya tatu. Hatutapungukiwa uzima, alizivua enzi na mamlaka. Hatutapungukiwa fedha, alizivua enzi na mamlaka. Hatutapungukiwa amani, alivua enzi na mamlaka. Kila mateso aliyavua enzi na mamlaka. Kila kukosa fedha alikuvua enzi na mamlaka. Kila kukosa amani alikuvua enzi na mamlaka. Kila kukosa watu wa muhimu alikuvua enzi na mamlaka. Kila kukosa connection alikuvua enzi na mamlaka. Kila kukosa maneno, umeitwa barazani unakosa hali ya kujipresent, kulivuliwa enzi na mamlaka na akatuvisha heshima popote tutakapotokea. Majina yetu yenyewe yalivuliwa enzi na mamlaka ya kiasili na akapewa jina yetu, kapewa nguvu mpya, yakafanyika majina mapya. Neno la Bwana linasema na tukafanyika wapya. Kwa sababu hiyo, as we start part 1, already things are made new in the mighty name of Jesus. Man of God, listen to this. As we are starting part 1, already things are made new. By the time we'll be on the part last, as by the help of the Holy Ghost, I don't know up to which part, but by the help of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus, everything is made new. In the mighty name of Jesus, we are made new in his hands. Alizivua enzi na mamlaka. Vipepo havitatizi, magonjwa hayatatizi, mafarakano hayatatizi, Bwana talaka hazitatizi, kila mapepo hayatatizi. Kukosa amani hakutatatiza, kukosa fedha hakutatatiza, kukosa watu hakutatatiza, kukosa mtaji hakutatatiza. Maana tulifanyika kuwa wapya. Kiumbe kipya hakitatiziki. Kiumbe kipya ni hiki kisemacho kwamba Bwana ndiye anisaidiaye, mwanadamu atanitenda nini? Kiumbe kipya ni kile kisemacho Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mhofu nani? Kiumbe kipya baada ya Yesu kufufuka ni hiki kisemacho kwamba Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, katika mapito ya maji ya utulivu yeye huniongoza. Kiumbe kipya baada ya Yesu kufufuka ni kile kinachojua ya kwamba Yesu alitufia pale msalabani, na alipokufa alikufa na umaskini, alikufa na kupungukiwa, akafufuka na ongezeko, akafufuka na utele.
alifufuka na msaada upatikanao tele wakati wa mateso. Yohana 10:10 Bwana anasema, mwizi haji ila aibe, bali mimi nimekuja ili muwe na uzima na tuwe nao tele. Alifufuka na uzima wa biashara zetu, uzima wa afya zetu, uzima wa maneno yetu. Maneno watu wengine yanaweza kuwa alikufa, lakini Yesu alifufuka na uzima wake. Katika jina la Yesu, maneno yako yanapokea uzima. Usiku wa leo maneno yako yanapokea uzima. Usiku wa leo watu wako wanapokea uzima. Usiku wa leo biashara yako inapokea uzima. Usiku wa leo kila wazo lako linapokea uzima. Kila ambition ulionayo inapokea nguvu mpya. Katika jina la Yesu Kristo, kila enzi na mamlaka iliyokuwa imesimama kama pingamizi ilivuliwa, iliachwa uchi. Na kuzimu kulifanyika show kali. Shetani alivuliwa enzi na mamlaka na akanyang'anywa funguo. Kunyang'anywa ni kumaanisha una kitu umekishikilia. Haleluya. Una kitu umekishikilia, hutaki kukipatiana. Lakini nguvu lazima upatiane. Funguo zilichukuliwa mpendwa. Usifadhaike maana unamwamini Mungu. Usifadhaike. Jipe moyo, Yesu alishinda ulimwengu. Wewe nawe umeshinda. Sisi tuko na double grace. We have the name of Jesus and we have the power of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus, I declare life in our bones, life in our faces, life in our businesses, life in our careers, life in our ambitions, life in our dreams, life in our visions, life in our families, life of our peace. In the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Usiogope. Don't fear. Mtumishi wa Bwana uko hapo sasa unasikiza jioni yote hii. Usiogope. Bwana alifufuka. It is a good start. Oh, thank you, Holy Spirit. It is a good start. That already we know that when Jesus was resurrected from the dead, this is the power that came with the resurrection, that we were resurrected together with him. And not only being resurrected together with him, he rubbed off all those licensed, all those stamps that was stamped, so that we may receive meaningless, so that we may receive meaningless punishments. He died for us. The Bible says, but for her strikes we are saved, but for his death no weapon that shall form against us that shall prosper. The Bible says he maketh his servants flames of fire. For that reason, in our businesses we are flames of fire. In our careers we are flames of fire. In our marriages we are flames of fire. We are flames of fire in any point we pass. In the mighty name of Jesus, we are flames of fire. We are flames of fire. In those groups we are serving, we are flames of fire. In those seats we were given as leaders in church, we are flames of fire. They shall never find our replacement in the mighty name of Jesus. The fact that we trust in the Lord, they shall never find our replacement in the mighty name of Jesus. All those stamped papers that presumed our punishments, that we shall not prosper, that we shall fail in life, that we shall struggle, that we shall die of sicknesses, that we shall die of cancer, that our hands shall be cut in the mighty name of Jesus. No hand that shall be cut, no finger that shall be cut, no leg that shall be cut, no nipple that shall be cut, no head, no ear that shall be cut. Our ears are made well in the mighty name of Jesus. Our eyes are made well in the mighty name of Jesus. Our hands are made well in the mighty name of Jesus. Oh, the Spirit of life. The Bible says the same Spirit that resurrected Christ. Oh, it is in us. Oh, okay, kumbe, the same Spirit that resurrected Christ, it is in us. It is in there to make us alive again and again. In the mighty name of Jesus, we are coming back to life. In our businesses, those which died are coming back to life. The same Spirit, it is now dwelling in us. It never came and parted away. It is now dwelling in us in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, if you have anything that you started and died, in the mighty name of Jesus, it is coming back to life. If you have your kitchens you are rearing, and all of a sudden they all died, in the mighty name of Jesus, that ambition of you rearing chicken is coming back. That ambition of you rearing chicken is coming back. That ambition of you rearing chicken is coming back. That ambition of you starting that business is coming back. If that vision died, in the mighty name of Jesus, he was raised from the dead and raised everything that died in us, and we were raised newly together with him,
and all that are waiting for the Lord been made new. They shall renew their strength, and in Christ all that is past is gone, and lo, see, it has been made new. Hata sasa imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amefanyika kwa kiumbe kipya. We are now a new creation. That vision is coming back to life. If it is money you lacked, you are getting new money in the mighty name of Jesus. If it is people you like to connect you to our destiny, God is bringing about destiny helpers. If it is people you lacked to bring you to our destiny, God is bringing about burden bearers. God is bringing about people that are destiny connectors. Divine connectors are coming. Burden bearers are coming. Oh, they are coming in the mighty name of Jesus, with their money, with their people, with their connection. They are coming. They are coming. Nothing that will die. Nothing that will die in the mighty name of Jesus. Nothing that will die. Hakuna kitakacho kufa. Roho ile iliyomfufua Kristo sasa iko ndani yetu. Oh, anasema basi mtu asiwahukumu nyinyi, mstari 16. Basi mtu asiwahukumu nyinyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo. Bali mwili wa Kristo, bali ni mwili wa Kristo. Sisi tulifufuliwa, sisi ni mwili wa Kristo. Mtu asihukumu kwa jana yetu. Mtu asituhukumu kwa jana yetu. Asituhukumu kwa jana yetu. Asituhukumu kwa mambo tuliyofanya. Tumekuwa ndani ya Kristo sasa. Tumefanyika kwa kiumbe kipya. Ya kale yalipita. Tumefufuliwa pamoja naye. Tuligongelewa msumari pamoja naye. Alifia dhambi yangu. Alifia uchoyo wangu. Alifia uongo wangu. Alifia matusi yangu. Alifia maovu wangu. Alifia husuda zangu. Alifia chuki zangu, na nikafufuliwa upya tena. Mtu asinihukumu kwa sababu ya jana yangu. Mtu asinihukumu kwa sababu ya jana yangu. Nikiwa ndani ya Kristo nimefanyika kwa kiumbe kipya. Mtu asinihukumu kwa sababu ya jana yangu. Niko ndani ya mwili wa Kristo. Niko ndani ya mwili wa Kristo. Kristo ni kichwa. Kristo ni kichwa cha kanisa. Niko ndani ya Kristo. Kwa sababu hiyo kufeli maisha si mambo yangu. Kufeli kibiashara si hatima yangu. Kuanguka kimasomo si hatima yangu. Kuugua si hatima yangu katika jina la Yesu. Kuugua si hatima yangu. That is not my portion. I will never struggle. I declare and declare I will never be poor. Declare and declare this with faith, man of God, woman of God. Declare and declare this, that you shall never be poor. You are dead in your flesh, but Jesus was raised from the dead. Jesus raised from the dead so that we may have life, and life in abundance. In the mighty name of Jesus. If it is life in your money, have it in the mighty name of Jesus. If it is life in your career, receive that life in the mighty name of Jesus. If it is life in your businesses, receive that life in the mighty name of Jesus. Watu wasituhukumu kwa sababu ya jana yetu. Watu wasituhukumu kwa sababu ya jana yetu. Watu wasituhukumu kwa sababu, sikia mtumishi, watu wasituhukumu kwa sababu ya jana yetu. Ya kale yamepita. Paulo anasema, na hesabu ya kale kama mavi. Na ya hesabu ya kale kama mavi. Kuna ule msemo wa Kiswahili unasema ya kale hayanuki. Yalipita. Tunakumbuka tule ushuhuda Bwana aliyotutengenezea mwanzo. Tunakumbuka tule ushuhuda Bwana aliyotutengenezea mwanzo. Kama yalipita, mtumishi, usiogope. Kanyaga mbele, twende. Hatua, twende mbele. Macho yako tazama mbele. Ndio maana tumewekewa macho nyuma, si macho mbele, si macho nyuma. Tukatazame tu mbele. Ya kale yalipita. Ya kale yamepita, yamefanyika mapya. Ya kale yamepita, yamefanyika mapya. Tumekufa pamoja naye na tukafufuliwa pamoja naye. Dhambi zetu zilikuwa juu yake. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Hivyo hakuna kuteseka. Hakuna kufadhaika. Katika jina la Yesu. Sema sitafadhaika. Amen. Haleluya. Sikia mtumishi wa Bwana. Sikia, mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili. Akili zetu za kimwili tusizidanganye kwamba kwa akili zetu tutafaulu biashara, kwamba kwa akili zetu tutafaulu yale masomo, kwamba kwa akili zetu ndoa zetu tutazijenga, kwamba kwa akili zetu familia zetu zitasimama, kwamba kwa akili zetu watoto wetu watakuwa vizuri. Mtu asikudanganye
kimwili, kwamba tunasimama kimwili, bali huu ndio ukweli kwamba nguvu ya ufufuo inafanya kazi ndani yetu. Anasema kulitafakari neno lake ni afya mifupani mwetu. Hey, kumbe tukakulitafakari neno lake hakukutupi tu maarifa, kunatupa afya mifupani. Kulitafakari nguvu ya ufufuo kunatupa afya mifupani. Toa mifupa, weka biashara, kuna kutupa afya katika biashara. Kunasimamisha biashara iliyokuwa imekufa, kunasimamisha watu waliokufa kuwa tayari walikuwa wamepoteza matumaini, kunatupa matumaini jipya. Mstari wa 20 neno la Bwana anasema basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujutia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Kwa hiyo hakuna kujutia chini ya amri. Juu ya mambo yote hakuna sheria. Baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu mtumishi, baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu, usiku wa leo mtumishi unanisikiza, isiwe bure mtumishi. You are listening to me this night. It will never be in vain. Basi tulikuwa tumekufa pamoja naye. Juu ya hayo yote hakuna sheria. Baada ya kufa pamoja na Kristo, tulipofufuliwa pamoja naye, tukajazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, na neno la Bwana linasema katika Wagalatia 5:22 kwamba juu ya mambo hayo yote hakuna sheria. Hakuna tena sheria ya adhabu, hakuna tena hukumu ya adhabu, hakuna tena hukumu ya adhabu. Kwa nini kujutia chini ya sheria? Mtu yoyote asikukumbushe mtumishi. Sikia hii. Ogopa watu, usikae karibu na watu, ama niseme ogopa kukaa katikati ya watu ambao wako bize kukukumbusha maisha yako ya jana. Hao wanakukumbusha maisha yako ya jana, wanakukumbusha makosa yako uliyoyafanya jana. Kataa kuwa katika makundi kama hayo mtumishi. Kataa kuwa katikati ya watu kama hao mtumishi. Kataa kuwa katikati ya watu wasio na maana. Kataa kuwa katikati ya watu ambao wanakumbuka sana kuhusu jana yao. Kataa kuwa katikati ya watu ambao wako tayari kukukumbusha wewe kuhusu makosa uliyofanya, kukukumbusha wewe jinsi ulivyofeli kimaisha, kukukumbusha wewe jinsi ulivyokuwa mwenye dhambi, kukukumbusha wewe jinsi ulivyozini mwaka juzi, kukukumbusha wewe jinsi ulivyokosea mwaka jana, kukukumbusha wewe jinsi ambavyo huna pesa, kukukumbusha wewe jinsi ambavyo akili zako ni duni, kukukumbusha wewe jinsi ambavyo familia yenu haijafanikiwa. Kataa kwa katikati yao. Neno la Bwana linasema kama vile chuma kifuavyo chuma, ndivyo mwanadamu amfuavyo mwanadamu mwingine. Kataa kukaa katikati ya watu kama hao. Neno la Bwana linasema usishiriki dhambi ya mtu mwingine. Kama watu wanaendelea kukukumbusha kuhusu kale yako ambayo Yesu tayari aliifia, kama watu wanaendelea kukukumbusha kuhusu kale yako ambayo tayari Yesu aliifia, wanaleta umauti tena ndani yako. Hao ni watu ambao ni maiti, na ni heri maiti aliyelala kuliko maiti atembeaye. Maiti atembeaye anaweza kukusambazia umauti. Kataa kuwa katikati ya watu kama hao. Neno la Bwana anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, hajapita katika njia ya wakosaji, wala hajaketi barazani pa watu wenye mizaha. Kama vile chuma kifuavyo chuma, ndivyo mwanadamu amfuavyo mwanadamu mwingine. Kama yeye ni mtu asiye na busara, ni mtu mwenye mizaha, hata kufanya biashara kwake atakuwa na mzaha, hata kulitumaini ufufuo ya Yesu atakuwa na mzaha, atakuwa anapita tu kwa kukosea, kwa sababu yeye ni mwenye mizaha. Kataa mtumishi wa Bwana. Tuko na mtu mmoja mwenye tunaweza tegemea. Penda kila mtu, lakini sio kwenye kila kikao unafaa uhudhurie. Penda kila mtu mtumishi, lakini sio kwenye kila kikao unafaa uhudhurie. Achana kujifanya mtu wote. Mtumishi wa Bwana, acha kujifanya mtu wa kila mtu. Penda watu wote kama sheria isemavyo, lakini si kila kikao hudhuria. Tenga wakati wako mzuri, kaa na Mungu. Tenga wakati wako mzuri, pata watu, keti na wao, ongeeni kuhusu nguvu iliyo ndani ya ufufuo. Alikufa, alichubuliwa kwa dhambi zetu, alikufa, na alipofufuka akafufuka pamoja nasi na ufunguo. Tunataka kuanzisha biashara. Fikiria tu biashara kuanzisha. Funguo nayo, fungua mlango. Haleluya. Fedha zinafunguka, amani inafunguka. Unataka kuanzisha ndoa yako, kwa ufunguo wa mamlaka. Fungua mlango. Na yanafanyika katika jina la Yesu Kristo. Thank you Holy Spirit for this revelation. Sema asante Roho Mtakatifu. Kwa mafunuo haya. Asante Roho Mtakatifu kwa mafunuo haya. Wewe ni mwema Bwana. Haleluya. Hakika Mungu ni mwema sana.
Mungu ni mwema. Haleluya. Twende Wakorintho 15 mstari wa 20. Haya, tumezungumzia sote ufufuo, lakini pengine mnaweza kujiuliza, sasa mtumishi, ni sawa, tumeelewa nguvu ya ufufuo. Ufufuo ni nini? Ufufuo moja tunajua ni ile ufufuo ya kutoka kwenye wafu. Haleluya. Ni ile ufufuo ya kutoka kwenye wafu na kuwa hai tena. Tena hui hai tena tu kwa sababu ya kuwa hai kwa nguvu za kiumbe unachokiabudu. Yani kwa nguvu za kiumbe chenye nguvu unachokiabudu. So kwa Wakristo tutasema ni kwa nguvu za Mungu. Haleluya. Ni kwa nguvu za Mungu. Ni kwa nguvu za Mungu. Kutoka katika wafu. Ulikuwa umekufa, biashara ilikuwa imekufa, watu walikuwa wamekusahau, jina lilikuwa limekufa, watu walikuwa wamekusahau kabisa, watu wametoweka, biashara inaangamia, maono yamekufa. Ile hali ya maono kuinuka tena, ile hali ya ndoto ulizonazo kuinuka tena, ile hali ya watu ulionao kuinuka tena, ile hali ya watu ulionao kuinuka tena. Haleluya. Ile hali ya watu ulionao kuinuka tena. Amen. Ile hali ya watu ya kila ulichonacho kuinuka tena. Ile ni ufufuo. Unaweza kuwa haijakufa lakini haina nguvu ya kusimama. Nguvu ije juu yake na kila kilichokuwa kinaanguka kisimame upya katika jina la Yesu. Na hiyo nguvu ambayo inaleta kuinuka kwa kila kilichokuwa kinalala, kila kilichokuwa kinaangamia, kila kilichokuwa kinainuka, kila kilichokuwa kinalala kinainuka tena. Hiyo nguvu ni nguvu ya Mungu tunayemwabudu. Ya nguvu ya Mungu tunayemwabudu. Na ile ambayo haiabudu Jehova, wale ambao hawaabudu Yahweh kwa ile nguvu ya kile kiumbe wanachokiabudu, ile nguvu ya Mungu wao wanamjua, inaleta ufufuo. Ufufuo unatoka katika wafu. Haleluya. Inatoka katika wafu. Amen. Na pia tunaweza ufufuo ama kufufuka ni hali ya kurudi kwenye uhalisia uliokuwa nao baada ya kutoka kwa muda. Ufufuo ulikuwa umetoka mahali fulani ukaenda mahali fulani, like tuseme kila anayeokolewa kutoka kwenye dhambi anafufuliwa. Neno la Bwana linasema wote ambao hawajamwamini Kristo wanahesabiwa kuwa wafu tayari. Haleluya. Wanahesabiwa kuwa wafu tayari. Kwa hiyo kila ambapo tulienda mbali kidogo na mpango wa Mungu, tulienda mbali kidogo na mapenzi ya Mungu, tukaenda mbali kidogo na sheria za Mungu, tukaenda mbali na upendo kidogo wa Kristo. Haleluya. Tukaenda mbali kidogo na sheria za Mungu. Though tukimwamini Kristo na tukijazwa roho wake hakuna sheria, kwa sababu matunda ya roho yanatusaidia kutembea. Hakutakuwa na sheria ya kutuzuia. Maana na Biblia imesema pasi na sheria basi hakuna dhambi, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa ndani yetu. Hivyo tukiwa na Roho Mtakatifu ndani yetu, hatukui bonded by sheria ambazo zimetuzunguka. Haleluya. Hatuna sheria yoyote, hatuna mipaka. Si sheria tu, sheria zile za Kenya usiue nini, hizo tunazo, lakini hatujekiwa mipaka. Kama biashara ni tumeki mtaji wa hata milioni 10 tutatengeneza, kwa sababu hatuna mipaka. Sasa ile hali ya kurudi kwenye uhalisia uliokuwa nao baada ya kutoka kwa muda, hiyo ni kufufuliwa. Hiyo ni hali ya kufufuka. Ulikuwa kwenye uhalisia fulani ukatoka. Sasa ile hali ya kuchukuliwa urudishwe, ama ile hali ya kurudi kwa nguvu za Mungu, ama kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa nguvu za Roho ile iliyomfufua Kristo, ambayo sasa inakaa ndani yetu. Kwa nguvu hizo sasa ile hali ya kurudishwa katika uhalisia uliokuwa nao baada ya kutoka kwa muda, hiyo hali inaitwa ufufuo ama kufufuka. Unatolewa kwenye ulikuwa umeenda na unarudishwa kwenye line ya sawa. Hiyo ni ufufuo. Haleluya. 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 Hiyo hali ya kurudishwa kule kutoka kule kwenye ulikuwa umekufa, kule kwenye ulienda kinyume kabisa na matakwa ambayo ulikuwa umeitwa nayo mtumishi. Ulienda umeitwa kwa mfano wanafunzi waliitwa endeni Yerusalemu mkaandae meza. Hao waamue kwenda wapi? Kwenda Nazareti. Siko Yesu alipowaita. Walipoambiwa endeni mpaka mji fulani kuna mwanapunda amefungwa waende Bethlehemu. Si huko. Kama ona tayari nani huyu kijana wetu Yona anatumwa enda Ninawi mtumishi. Yeye anaenda Tarashishi. Ona yaliyomkuta dhoruba na mawimbi mpaka kumezwa na samaki. Unaona sasa hiyo hali ya sasa Yona kumezwa na samaki na kurudishwa kwenye mpango wa Mungu ambao ulikuwa ni never. Ile ilikuwa pia ni hali ya kufufuliwa. Unaona hata alimezwa na samaki, ishara ya kufa, na tena baada ya siku 3
akafufuliwa. Ndio Yesu siku moja akaambia makutano kwamba hakuna ishara yoyote mtakaopewa zaidi ya ile ishara ya Yona, kwamba baada ya siku 3 ahadi tatemwa, kaburi talimeza siku 3, lakini baada ya siku 3 mtafufuka. Kwa sababu hiyo, kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu inakaa ndani yetu, nguvu ya Roho ile iliyomfufua Kristo inakaa ndani yetu, Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Biashara yako inasuasua, ambia watu, nipeni tu siku 3, mbona biashara inasimama tena? Nipeni tu siku 3, mbona akili zangu zinarudi sawa? Nipeni tu siku 3, mbona mtaji naupata? Nipeni tu siku 3, mbona ile karo inapatikana? Nipeni tu siku 3, mbona yale maono yanatimia? Nipeni tu siku 3, zile ndoto nilizonazo zinatimia. Nipeni tu siku 3, mbona kila nilichopania kufanya kinatendeka? Katika jina la Yesu, sitaki kujua how or when, but what I know is after 3 days everything that we ought to do, it is coming back to life in the mighty name of Jesus. As we know, resurrection is being taken back to the plan that God had for you. Like what happened to Jonah. The plan that Lord had for Jonah was Jonah going to preach the gospel in Nineveh, but Jonah decided to run away to Tarshish, and he boarded the ship to head to Tarshish in the mighty name of Jesus. By his power, Jonah faced the dhoruba, na dhoruba ikasababisha tupo kwenye bahari na akamezwa na samaki. He was swallowed by the fish, and after 3 days he was spotted out in Nineveh and preached the gospel. The act of Jonah being taken back to Nineveh was the act of being resurrected back to life. The act of being resurrected back to life in the mighty name of Jesus. This is the code we have today. If you have anything in your life, that is unstable as water, your business is unstable as water, the customers are unstable as water, that today you have these ones, tomorrow you have only 2, that today you have many, tomorrow you have 2, kesho kubuto uko na 4, kesho mtondogo uko na 5, mara ukose kabisa. Katika jina la Yesu tunakurudisha kwenye wateja wengi, tunakurudisha kwenye akili nyingi. Neno la Bwana anasema yeye atakupa akili katika kila jambo. Katika jina la Yesu Kristo tunaipokea akili. Baada ya siku 3 hizi tunaipokea akili. Baada ya siku 3 hizi tunaipokea akili katika mambo yote. Akili ya kibiashara inapatikana hapo ndani. Akili ya ndoa inapatikana hapo ndani. Akili ya mtaji inapatikana hapo ndani. Baada ya kufufuka kwa Yesu, kufufuka ni kwamba tunatolewa kwenye tulikuwa tumeenda. I love this introduction. That kufufuliwa ni kutolewa kwenye ulienda, kwenye kutolewa kwenye nje ya mpango, kwenye ulienda na kurudishwa kwenye mpango. Kumbe tunaweza kufungua biashara ambazo si mpango wa Mungu. Tunaweza kuwa tunauza ndizi, Mungu alikuwa ametutuma tukauze nguo. Tunaweza enda saluni, kumbe Mungu alitutuma tukawe walimu. Tunaweza enda tusomee sheria, kumbe Mungu alikuwa ametuita tuwe wahubiri. Tunaweza kwenda kusomea udaktari, kumbe Mungu alikutuita tuwe waimbaji. Ile hali sasa kujoin udaktari wako na kuihubiri injili. Uko hospitali, badala kuchoma sindano wewe unaombea mgonjwa. Uko ndani ya hospitali wewe unaipa pambio na wagonjwa. Unafungua saluni ndio, lakini bado una kibanda cha biashara kando. Hiyo hali ya kurudishwa kwenye mpango wa Mungu. Haijalishi utarudishwa vipi. Uko na ukari yako ya uwakili lakini bado unaihubiri injili. Uko na karia yako ya ualimu lakini bado unaiangaza injili. Bado unaimba pambio, bado unaongoza kanisa, bado wewe ni mpaka mafuta. Hiyo hali ya Bwana kukuconnect kwenye ule mpango aliokuwa amekuitia, hiyo ni pia ni ufufuo. Ndio vile alivyokuwa alimconnect Yona, bahari Yona aliyokuwa na mpango aliomuitia. Hivyo the Lord is connecting you. You are not living that career, but the Lord is connecting you to a vision. You are not living that work, but the Lord is connecting you to a vision. Through that work, the Lord is connecting you to a vision. Kupitia hiyo ndoa, Bwana anakuconnect kwenye maono yako. Kupitia hiyo biashara, Bwana anakuconnect kwenye maono yako. Bwana anakufufua upya. Anakuconnect kwenye maono yako. Anakuconnect kwenye watu wako wa maana. Anakuconnect kwenye vitu vyako. Anakuconnect kwenye maana wa jina lako. Katika jina la Yesu, sema leo hii Bwana, uniconnect kwenye vitu vyangu. Uniconnect kwenye amani yangu. Uniconnect kwa nguvu ya ufufuo wako. Tumejua leo hii. Sema tumejua leo hii ya kwamba kufufuka ni hali ya kutolewa nje ya mpango wa Mungu na kurudishwa kwenye mpango wa Mungu. Pengine kwenye niko nje ya mpango wa Mungu.
dhoruba ninazikumba ni kwa sababu niko nje ya mpango wa Mungu katika jina la Yesu. Connect what I'm doing with your will, oh Lord. Let your will happen in my life. Connect my career to your will, Almighty King of Glory. Connect my business to your will, oh Lord. Kama ni mimi kuhubiri injili na nimefungua biashara, kila mteja ajaye hata kama hajui Kristo, lakini kwa sababu narudisha leo hii kwenye kuitangaza injili, kwenye maono yako na nifufua ipya katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, kila anijiliaye, kila ajaye kwangu ataipokea uzima. If you call me as an intercessor, in the mighty name of Jesus, everybody who comes to me as a teacher, in the mighty name of Jesus, and is going through hard times, in the mighty name of Jesus, is receiving life, life in his bones. In the mighty name of Jesus, the spirit of resurrection, that resurrected Christ is now dwelling in us, and we are now taken from wherever we are back to the mission. In the mighty name of Jesus, we are going back to the mission. We are going back to the mission. We are going back to the mission. Tunarudishwa kwenye ule mpango, na hiyo ndio maana ya ufufuo ya pili. Hallelujah. Hey, hallelujah. I love this. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sikia, Wakorintho wa kwanza 15 na mstari wa 20. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kumbe kuna watu wamelala. Bwana alikuwa amepanga. Mpango wa kufanya ni huu. Wewe ukaenda kwingine, umelalia mpango. Umeanzisha mambo yako. Katika jina la Yesu, Kristo ni limbuko. Yeye aliyefufuka, kwa sababu hiyo nguvu yake, nguvu ya limbuko inafanya kazi kwetu. Kutoka 18, ukitoa limbuko, Bwana anatuma malaika mbele. Yesu Kristo alipotoka kama limbuko, ile roho ile iliyomfufua sasa inakaa ndani yetu katika jina la Yesu. Roho ile iliyomfufua Kristo sasa inakaa ndani yetu. Yeye akiwa kama limbuko, hatukwami kimaisha. The destinies are interconnected. In the mighty name of Jesus, we are taken. Hata siku, I love this. Thank you, Holy Spirit. Hata siku are taken to the plan, to the will of God. Siku chukuliwa tu na kupeleka kwenye mpango wa Mungu, watu umefufuliwa. Sometimes uko kwenye mpango wa Mungu, lakini hujapata watu wa kukuconnect to the successful part of the destiny. In the mighty name of Jesus, the Lord is bringing about people ambao wanatuconnect kwenye hatima yetu, watu ambao wanatuconnect kwenye hazina zetu, watu wenye wanatuconnect katika jina la Yesu Kristo. Sema leo hii Bwana, to connect kwenye watu wetu wa maana. Na that is the introduction, mtumishi wa Bwana. Tumejua kutoka Wakolosai 2:13 hadi 20 kwamba alipofufuka alifuta hati zote. We were doing the intro. That is the main text theme, the text that gives us the theme. It is the text that gives us the theme. It is the text that gives us the theme. And we knew that after Jesus was resurrected, he came out with the keys of death na mamlaka katika jina la Yesu. Kama kuna chochote kilichokufa, tumejua leo hii kinafufuka. Lakini pia tukajua ya kwamba kufufuliwa ni kutoka kwa wafu. Na ndio hiyo sasa, Yesu alikufa na akafufuka. Limbuko lao waliolala, tumelala katika huduma. Yesu ni limbuko, tunafufuliwa upya. Tumelala katika malezi. Yesu alifufuka kama limbuko. Ni limbuko letu sisi tuliolala, tunafufuliwa upya. Kufufuliwa pia inaweza kuwa kurudishwa kwenye hali yetu ya kwanza. Pengine ulikuwa na nguvu, ulikuwa unatenda kazi nayo, ukatoka kwenye hiyo nguvu katika jina la Yesu Kristo. Maana ya ufufuo ni kurudishwa kwenye uasilia wako wa kwanza. Kumbe huku ni kwa kufufuliwa. Kwamba nilikuwa napata faida ya 800 kwa siku, nilikuwa napata faida ya 3000 kwa siku, nilikuwa napata faida ya 5000 kwa siku. Nikatokea nikaanza kupata faida ya 2000 kwa siku, nikaanza kupata faida ya 1000 kwa siku, nikaanza kupata faida ya 100 kwa siku, nikaanza kupata faida ya 50. Siku zingine nikakosa. Leo tumejua ufufuo ni kurudishwa kwenye uasilia wako katika jina la Yesu Kristo. Tunarudishwa kwenye uasilia wetu. As we pray, we
we are now taken back. We are now taken back. Kwenye hiyo asili yetu tunarudishwa huko. Tunarudishwa huko. Tunarudishwa huko. Tunarudishwa huko kwenye hiyo asili yetu. Tunarudishwa huko. Katika jina la Yesu Kristo, roho ile ile iliyomfufua Kristo. Tunarudishwa huko. Tunarudishwa huko. With this intro and from 1 Corinthians 15 and verse 20, we already know that Christ is the first fruit. He was given as the first fruit. Mtumishi wa Bwana Yesu alipatiano kama limbuko. Ile nguvu yetu ya kwanza inarudi, tunafufuliwa. Ile nguvu ya biashara yetu ya kwanza inarudi, tunafufuliwa. Ile mamlaka yetu ya kwanza inarudi, tunafufuliwa. Ule uzima wetu wa kwanza unarudi, tunafufuliwa. Wale watoto wetu tuliokuwa nao kwanza, zile akili zao walizokuwa nazo, kule kufaulu waliokuwa nako, ile hofu ya Mungu waliokuwa nayo, ule ujana mwema waliokuwa nao, ile kazi njema waliokuwa wanafanya, inarudishwa katika jina la Yesu Kristo. Walikuwa wametoka kwenye mpango wa Mungu. Kuna watu walikuwa nao kanisani wakatolewa kwenye mpango wa Mungu. Kanisa tumetoka kwenye mpango wa Mungu. Kama vijana tumetoka kwenye mpango wa Mungu. Kama watu tumekosa watu wa maana. Huko pia ni kukosa mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni wewe kuwa na watu wa maana. Wewe kuwa na fedha. Yani baraka Mungu hutajirisha. Yani mpango wa Mungu ni sisi kuwa matajiri. Kama baina umekuwa kanisani miaka 10 sasa, na wewe si tajiri, unalala nyumba zisizoeleweka. Unalala kwenye nyumba zisizoeleweka. Kuna giza, hakuna mataa. Tunakemea hiyo roho ya mauti. Hiyo ni roho ya mauti. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, hiyo ni roho ya mauti na tunaikemea. Na tunamwambia Bwana akaturudishe kwenye ile nguvu ya kwanza. Katika jina la Yesu, akaturudishe. Sema nirudishe kwenye ile nguvu ya huduma yangu ya kwanza. Kwenye ile nguvu ya huduma yangu ya kwanza, sema nirudishe. Kwenye ile mamlaka yangu ya kwanza, sema nirudishe. Kwenye ile nguvu yangu ya kwanza, sema nirudishe. Kwenye ile huduma yangu, sema connect my destiny. Unganisha watu wangu wa maana na kazi yangu. Watu wangu wa maana na masomo yangu. Watu wangu wa maana na fedha yangu. Watu wangu wa maana na biashara yangu. Watu wangu wa maana na karatasi nilizonazo. Kila nilisomapo neno lako li hai, tena lina nguvu. Kwa sababu hiyo tumejua uhai wa neno lako, ya kwamba Kristo alifufuka akiwa kama limbuko. Ya kwamba Kristo alifufuka akiwa kama limbuko. Kwa sababu hiyo na sisi we follow the suit. We follow the suit. We shall never fail. The business died, today are coming back. The business was supposed to be used for the purpose of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus, everything that we need in our lives, we are receiving it in the mighty name of Jesus. We are receiving it in the mighty name of Jesus. We are receiving it in the mighty name of Jesus. Everything that we are supposed to receive, we are receiving it in the mighty name of Jesus. You plan to receive peace. We are receiving that peace in the mighty name of Jesus. You plan to receive peace. You are receiving that peace. You are receiving that best marriage. You are married, but the marriage is not working. The husband is not working. The wife is not working. The kids are like they were bewitched. In the mighty name of Jesus, we are now being back. We are now be brought back. In the mighty name of Jesus, we are now taken back to the destiny path, to the people of our destiny, to the people of of carrying our burdens. We are taken back to the burden bearers. We are taken back to the burden bearers. In the mighty name of Jesus, we are taken back to the places where there are our money. If where there is our money is Mombasa, Lord, you are taking us there. If where there is our breakthrough is Malindi, Jehovah, you are taking us there. You are showing us the hotels that we are supposed to go. Unatuonyesha wapi twende. Unatuonyesha wapi twende. Tulikosa kuona wapi kwa kwenda. Maiti huwa haoni. Tulikuwa tumekufa, hatuoni wapi twende. Hatuoni nani tumwambie. Hatujui fedha tunaitolea wapi. Katika jina la Yesu Kristo, tulikuwa hatujui nani tumwendee. Neno la Bwana lililo hai. Leo tumemwambia Yesu alikufa na akafufuka kama limbuko. Ufufuo 1:18, neno la Bwana linasema yeye ni wa kwanza tena wa mwisho. Kumbe yeye ni wa kwanza tena wa mwisho. Kumbe tukianza biashara Yesu ameanza nasi na haiishi mpaka aseme imeisha. Kumbe tukianza familia ni Yesu ameanza nasi na haiishi mpaka aseme imeisha. Kumbe tukianza kazi ni Yesu ameanza nasi na haiishi mpaka aishe. Kila roho ya mauti na utumwa katika jina la Yesu, kila mshale na utumwa kutuangamiza, leo tumewekewa ngao ya kuja kutukinga na hiyo mishale. Kabla tupinge hiyo mishale, leo tunatamka kufufuka upya.
tumejua kwamba kuna kufufuliwa upya. For that reason we are being raised from the dead. We are being raised from the dead. Katoraba shakataba rabo sekete rabakataya balantolemanda rabo shakata balaka sokoto rakatapato sheketo laba rabakataya lako shokota pakaterebaya rabakato. Listen to this man of God. Sikia hii mtumishi wa Bwana. Haitoshi tu kuomba, inatosha ukielewa maombi si nguvu, si maombi yenye nguvu tu. Ule ufahamu ulionao ndio yenye nguvu. So tunaomba from the point that we know kwamba ufufuo ni nguvu. Ufufuo ni ile hali ya kurudi kwenye uhalisia ulionao. Ulikuwa na biashara ikafa. Ulikuwa na watu wa maana wakakupotea. Jina lako lilikuwa la maana, sasa halina maana. Maneno yako yalikuwa ya maana, hana maana. Na unamwambia Mungu nirudishe. Huko ndiko kufufuliwa. Unadai ufufuo kurudishwa. That was the intro of everything that we will be dealing with. That was the intro about everything that we will be dealing with. In this seminar we are having now about the power of resurrection. Hey, the power of resurrection. When Jesus was resurrected, Yesu alipofufuka, neno la Bwana linasema akatoka na funguo. Kumbe kufufuliwa, Yesu alikuwa mzima akafa, akafufuliwa, kumaanisha alirudi kwenye uhalisia wake wa uzima. Tulikuwa tuna biashara zikafa, zinarudishwa kwenye uhalisia wake wa uzima. Tulikuwa tuna watu wakatukimbia, tunarudishwa kwenye uhalisia wetu wa uzima. Tulikuwa tuna watu wakatutoweka, tunarudishwa kwenye uhalisia wetu. Tulikuwa tuna watu wakatukimbia, tunarudishwa pale tulipokuwa, katika jina la Yesu Kristo. Now we pray that kama kuna ufu wote tulionao, 1 Corinthians 15:20 imetuambia Yesu alikufa na akafufuka, yeye aliye limbuko la sote tuliolala. Kama kuna popote tumelala, we are taken back to our living state. Biashara zetu zinafufuliwa, maisha yetu yanafufuliwa, ndoa zetu zinafufuliwa, maisha yetu yanafufuliwa katika jina la Yesu. Katoraba yandu leko shataliba rabasa katoya palako totaya pakatoraba yanda lako sheketa. Let's pray, man of God. Tuombe mtumishi wa Bwana, ndio njia pekee. Neno la Bwana linasema mtu ili tu survive, he ought to pray always. He ought to pray always for us to survive in this flesh. Ili sisi tu survive kwenye mwili huu tulionao. Mwili udhaifu lakini roho iradhi kabisa, lakini mwili udhaifu. Huo udhaifu tunaukemea, tunarudishwa kwenye nguvu, Udhaifu kwenye biashara tunaukataa, udhaifu kwenye huduma tunaukataa, ufu kwenye huduma tunaukataa, na tunarudishwa kwenye uzima. Umaskini tunatoweka huko, kwenye magonjwa tunatoweka huko, kwenye kusumbuka tunatoweka huko. Neno kwa Bwana anasema tusisumbukie ya ulimwengu, tukaangalia ndege wa angani. Wewe huwalisha na huwavisha kama maua ya kondeni. Hawapandi, hawajengi magala. Bwana huwalisha, Bwana huwakuza. Leo yako kesho anatupa motoni. Bwana huwavisha. Kwa sababu hiyo tumekutafuta wewe, tukajua ufufuo ni hali. Kato rabakata shatakapo rabasakato kato rabayando kitu raboshanda rabokotoya balakataya shakataba rababasakato rabakataka pakatoteta shakataba rabakato ya kataba shakataba rabazakataya balakotosha kataramayanda labosokotoya balakata barakatapa shababakata rababakoto rabokotosha rablakazakata pakateya shakatabakatu rabakatakapu rabokotota shabasatalamanda rabokotota shakatapa reketete rebesikitaka pakatoya shate rabokoto rabakato rablekezakata pakatoya jatalabaya robo sokoto rabokotota pakalabayanda rakatosha robokoto laba yamboko sikayaka shakatapa rabasakato reketeta. Tumejua leo hii Bwana kwamba ni nguvu ya kufufuka kwako inaoturudisha. Ni kufufuliwa ndio kuturudisha. Hivyo tunarudishwa kwenye nguvu tuliyokuwa nayo, kwenye ukali tulikuwa nao, kwenye moto tulikuwa nao. Katarabayanda
shakatapa rabasakatu rabakataya balakataya shabalandaraba reketetapa shakatapa. Tulikuwa wainjilisti wazuri, ghafla tukaponyoka. Unaturudisha Bwana. Katu rabakata shakatapa. Tulikuwa wafanya biashara wazuri, ghafla tukaponyoka. Tunarudi kwenye uhalisia wetu. Katarabayanda lakoshokoto labasakatu rabakataya balakatuya shakatu rabaka katalamana rabababa shakatu rabakatu rebeke sikita shakatapa rakatute. Tulikuwa walezi wazuri, tulikuwa walezi wazuri wa familia, tulikuwa wanandoa wazuri, mbona tulikuwa wafanya biashara wazuri, mbona tulikuwa wanafunzi wazuri. Ghafla tutakoweka, ghafla tukatoweka, tukakimbilia Tarshishi. Tulifaa kufanya huduma fulani, tukakimbilia biashara zingine. Tulifaa kufanya biashara fulani, tulifaa kuuza vitabu, tukaenda tukauza maembe. Tulifaa kufungua biashara, tukaenda tukaingia saluni. Tulifaa kufungua biashara, tukaenda tukaimba. Tulifaa kuimba Bwana, tukaenda kwingine. Tujalie Bwana kurudi kwenye uhalisia ambao ulitujalia. Connect what we are doing. Bwana uliposema si vyema, bado uliacha hivyo hivyo endelea kwa vyema. Ni kweli Bwana, tubariki kwenye biashara tulizo nazo, lakini tuconnect kwenye mpango wako katika jina la Yesu Kristo. Tuachie biashara ya nguo tulifungua, lakini biashara ya maembe pia Bwana usituachie. Usituache tulivyo. Tuvue nayo wewe Bwana. Ni kweli tuliingia kwenye ndoa wakati ambao hatukustahili, katika jina la Yesu Kristo. Bwana unatutendea mema katika jina la Yesu Kristo. Katarapakata shakete tapa. Tunapata ufufuo, tunaupokea ufufuo, tunaupokea ufufuo, tunaupokea ufufuo, tunaupokea ufufuo. Ufufuo wa biashara zetu, ufufuo wa akili zetu, ufufuo wa maneno yetu, ufufuo wa majina yetu, ufufuo wa watu wetu katika jina la Yesu Kristo. Katu rapakata shakatu rapakata. Twende tumuombe Bwana mtumishi. Katu rapaka shakatira rapakata shakatu rabakata rabababa rekutusha katuraba lakasakatu rababakata shakatu lemanda rabakataba shakata rakataba rebesekete shakatu riba labayanda rababa rekututa shakataba rabasakatu rabushokotu landa labayanda rekututa shakataba rebeketu rabakata. Tonight, oh Lord, our souls are renewed. Neno lako Bwana anasema tubadilishwe nia zetu, tubadilishwe nia zetu. Kwa sababu hiyo nia zetu zinabadilishwa, mawazo yetu yanabadilishwa. Tunafufuliwa kutoka kwenye mawazo mabaya, kutoka kwenye nia mbaya, kutoka kwenye ndoto mbaya katika jina la Yesu. Tunaletwa kwenye uhalisia wa kufanikiwa, kwenye uhalisia wa kubeba kutupelekwa kwenye mafanikio yetu, kwenye utajiri wetu, kwenye kuinuliwa kwetu. Kakata pakataraba shakataba rabasakatata shakatatapo rabakata shakatu raba rakatosha katalama rabusaka pakatila shakataba rabakataba rakataba katataba kata shakatura karabayakata repukutu rakataba shatura kata balandarabayandu leko shokotota kalabayakatu keturabusaka kaya alamulekata rakatosha kata pakatirabaya reketuta rikashukotota sakataya bakat repukotota shalabayanda rabu katakata rapakatite sheketi rakatuka palakatu karakapo katika jina la Yesu Kristo. Tunapokea ule ufufuo, ile roho asili tulikuwa nayo tumepokea katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tumekupokea Bwana, tumepokea neno lako lililo hai, lililo na nguvu ya ufufuo, na tumepokea ufufuo upya. Muamini Bwana mtumishi, muamini Bwana mtumishi, yeye alikufa kwa ajili yetu. Kwa sababu hiyo tumefufuliwa tena upya. Sema amina, sema amina. Haleluya, haleluya. Sifa zimrudie Bwana. Haleluya, haleluya. Sifa zimrudie Bwana. Haleluya. Kesho tutaendelea. Leo tumfanye tu intro tu ya kifungo cha tutaendelea cha mtumishi, na tena tukaenda sasa tukaona maana ya ufufuo. Maana ufufuo, tukaona maana mbili za ufufuo. Halafu sasa tukigeneralize yote. So tutaanzia hapo kesho.
Tutaanzia hapo tu generalize maana yote ya ufufuo. Yani hii ya kwanza na ya pili tu generalize yote tulete moja. Halafu sasa tuone from what will bring about tomorrow from the third meaning of resurrection or rather ufufuo ama kufufuka. Maana ya tatu tukaoleta ndio itatupa kushuka kwenye vipengele vifuatavyo. Vipengele vifuatavyo. Wakati wote ukizungumzia kufufuka ujue tu pia kuna roho, kuna mauti. Ndio maana umesikia tukizungumzia kufufuka mtumishi na at the same time tukazungumzia kuna kufufuka vitu kama hivyo lakini hatukumzungumzia sana. So kesho after the 10 minutes then Mungu atusaidie mtumishi. Mungu atusaidie, akusaidie kesho ufike mtumishi. Akusaidie kesho upatikane mtumishi, ili uendelee kujifunza kuhusu hizi nguvu ya ufufuo. Na kesho tutaangalia roho ya mauti. Hiyo ufufuo maana ya tatu ambayo itatupa breakthrough ya kuteremka. Maana mpaka tupate hiyo ndio itupe breakthrough ya kuteremka. Tena hatutapata hiyo tayari tushuke kwa roho za mauti. No, kuna vipengele tupitie, alafu sasa tena Mungu atusaidie tushuke kwenye roho za mauti, namna roho zinazoleta roho, namna kinacholeta roho ya mauti, na tutaendelea kushuka kadri roho wa Bwana atakavyotusaidia. Haleluya. Ijumaa yote hii tarehe 24 Julai, roho wa Bwana atusaidie kumuishia yeye. Haleluya. Atusaidie kutembea katika upendo wake. Jioni ya leo isiwe bure ulivyokusudia, isiwe bure ulivyosikia neno lake, isiwe bure wewe ulivyoamua kusikiza neno lake. Vile nilivyo hai likakufanya hai na wewe, katika jina la Yesu. Hakuna giza ama kuta zilizomzuia Yesu kufufuka kutoka kwa wafu. Yesu alifufuka hata kama alikuwa kaburini. Hata hivyo sisi nasi kwa kuwa tumemwamini Kristo na tumeitwa kufananishwa naye, hatutazuiliwa popote. Sema amina. Hatutazuiliwa popote. Roho ile iliyomfufua Kristo na kanda yetu, Yesu alifufuka, yeye aliyelimbuko la wote waliolala, yeye aliyekufa na akafufuka, yeye ni wa kwanza tena wa mwisho, na ako hai milele yote, na funguo zote za mamlaka ya kuzimu na mauti. Haleluya. Mungu akubariki kwa kufika. Bwana akulinde usiku wa leo. Halilalapo, Bwana aendelee kukutunza, Bwana aendelee kukuhifadhi, Bwana aendelee kukuweka hai, Bwana aendelee kukufufua upya. Kule kwenye ulitaka urudishe kwenye asilia wako, Bwana akurudishe. Kama kuna kwenye ulikufa, Bwana akakufufue, Bwana akakurudishe kwenye ulianzia. Galatia 3:1 mstari, neno la Bwana anasema Galatia mstari wa 8 leo, mbona mlianza kwa roho mtaka kumalizia kwa mwili? Tusimalizie kwa mwili. Bwana akakutoe mwilini akakurudishe rohoni katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu akubarikie sana na kukulinda. Bwana baraka yake ikakufanye tajiri, baraka yake ikakufanikishe, baraka yake iliyo jeshi ikakulinde na kila ovu katika jina la Yesu. Asante sana kwa kusikiza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga na yamekuinua. Usiache kufollow, kusubscribe channel yetu ya YouTube. Haleluya, @Franco Rimba. Haleluya. Bwana kubariki, Bwana kulinde, Bwana kuhifadhi na endelee kukuweka salama. Amen. Mpaka tupatane kesho. Mungu aendelee kuwa mwamba kwetu. Siku mwema mtumishi wa Bwana, na wapenda yote. Amen. Linazidi nguvu kuta za Yeriko, linaamuru maji kutoka mawe changa.